Haya, shida nyingine nimeipata na waomba magwiji, njooni mnisaidie. Mimi bado mchanga sana, nataka niendelee kujifunza. Nimesikia mahali mtu mmoja ameokota mawe anataka kuwapiga watu, wanasema huyo mtu ana radhi ya wazazi wake. Ana radhi ya wazazi wake. Nimepata shida kidogo kuelewa. Mimi ninavyofahamu, radhi ni kukubalika, radhi ni tamko la wazazi, tamko la mtu mwingine yoyote kuridhia jambo fulani. Mtu yoyote mwenye radhi ya wazazi nadhani ni mwenye mafanikio makubwa sana. Wazazi wako wakikuridhia, maana yake wamekuombea rehema na kubra zile ambazo nilisema, umerehemiwa. Kile utakachokifanya kitakuwa na baraka zao kama wazazi wako au wakubwa wako. Sasa hili swala la kuonekana mtu kisoda, kuonekana mtu zimo hazimo, punguani, kichaa, mwenda wazimu, kwamba amepata radhi ya wazazi wake, linanichanganya kidogo. Ningependa sana wataalamu wa lugha watueleze kuna maana nyingine ya radhi. Mtu anapopewa radhi na wazazi wake, iko maana nyingine ambayo itamfanya huyu mtu apate shida, awe na changamoto katika maisha yake. Wale ambao tunazungumza nao siku zote tunatumia huo msemo, nadhani huwa tunakosea. Naomba tubadilike, tukubaliane kutokubaliana kwamba radhi ya wazazi ni nzuri, kwa sababu unakuwa umeridhiwa na wazazi wako kwa kila kitu. Maana yake ni kwamba nini? Maana yake ni kwamba kile ulichokifanya umekifanya kwa misingi ambayo mzazi wako angelipenda uwe hivyo, uwe mcha Mungu, uwe mnyofu katika maisha kitabia, ufuate maadili ya kwenu, ufanye mambo ambayo hayakinzani na utamaduni wetu, mila na desturi zetu. Pale ndipo unapokuwa na radhi ya wazazi, na wazazi wanaweza wakakuridhia kwamba mwanetu umefanya jambo zuri, basi sisi kama wazazi tunakuridhia. Sasa wanapokuridhia wewe, unakuwa umepata radhi ya wazazi wako, unaondoka unakwenda kufanya shughuli zako, au unakuwepo unafanya shughuli zako, kwa sababu mioyo imefunguka ya wazazi wako, naamini mafanikio unayapata. Sasa hii maana ya sasa ambayo inamfanya mtu yoyote ambaye maisha yake yamekuwa ndivyo sivyo, kwamba huyo mtu ana radhi ya wazazi, imetoka wapi? Naomba nijifunze. Kama kuna mtu yeyote anayefahamu anisaidie, lakini mimi maana ya msingi nadhani ni hiyo. Asante.